nimekueleza hatu kukosana na William Ruto. Kukosa kupewa ile tuliahidi is one reason. Kuua watoto is the biggest reason. Wale wa Gen Z. Kudanganya wa Kenya is another reason. Ahadi za uongo is another reason. Kuharibu masomo is another reason. Kuharibu matibabu, reason ya mimi na William Ruto kukosana ni zaidi ya 20. Wewe unaongea tu moja, ati hatu kupewa ile tunataka. Hiyo ni one reason. Lakini reasons ni mingi. Na nimekueleza vizuri, I took time kukuelezea ni kwa nini ambaye tulipitana. So, wacha tu nikuulize sasa pale nimekuambia sasa kama tulipokuwa tunafanya kampeni. William Ruto alikuwa anasema mambo ya Arol na Kimorel. Tukichukua serikali, nikiweka Biblia chini, within 6 months, Arol na Kimorel itakuwa imejengwa. Sasa ni mwaka 4. Hakuna kitu inaendelea. Hata zile barabara za kwenda huko hakuna. Hii maneno ya ahadi za uongo mpaka nyumbani, unajua unaweza hata kuwa excused labda ukidanganya wengine, lakini watu ya nyumbani pale kwa boma, at least hili maneno umeahidi hawa watu ya nyumbani ufanye. Do you think there is anything successful that this administration has done? Kuna mambo tulifanya na ilienda vizuri, na nilisikia rais hata hataki kutaja. Mimi ndio nilimsaidia. Mimi ndio nilisimamia registration of farmers katika Jamhuri ya Kenya. Nikaita ma-DC na tukafanya. Na tukaanza kupeana fertilizer. That's a good thing. Na tunasema heko kwa serikali. Fertilizer ya 2,500. Mtu apate haki yake. Lakini nikamwambia rais, na akaniingilia sana. Nikamwambia kupeana fertilizer ni sawa. Mazao imeongezeka ya mahindi, lakini bei iko chini. So what is the use ya kusaidia watu wazalishe mazao alafu bei ya mahindi iko chini? Mimi nilikuwa namsukuma rais baada ya kufanya research. Nikamshauri ile maneno yananunuliwa na National Cereals and Produce Board, because of the cost of production which is almost 3,800 per bag. Hii wakulima ndio tuwainue, tuweke minimum ya 5,500. Unaona? Akasema hapana, haiwezekani. So fertilizer ilifanyika, lakini ukiangalia the end result, it's not helpful. Umepunguziwa bei ya fertilizer umetumia, mazao imekuwa mingi. Okay? Bei ni mbaya, imeshuka, maburuka wameshukisha bei. Inakuwa ni ile inaitwa zero sum game. Unaona? Lakini mimi nasema ile shida iko mingi sana. Ni ahadi za uongo. Hiyo ni shida kubwa sana. Number 2 ni hii maneno ya masomo. Today ukiuliza kama mtapata masimu, watoto wako nyumbani wa grade 10 hawajaenda shule ni wengi sana. Kwa sababu shule walimu wanasema lazima ulipe. Rais amesema hata kama huna uniform, hata kama huna pesa peleka mtoto. Wakifika shule wanaambiwa haiwezekani, because anaongea kitu na kitu ya uongo. Kusema ati mtoto anaweza enda shule bila uniform na bila school fees, hiyo ni kudanganya wa Kenya. Because hakuna mwalimu atakubali, kwa sababu lazima hiyo mtoto akule. Lazima hiyo mtoto ajulikane anakaa namna gani. Watoto hawezi enda shule bila uniform wakae huko. Tukiangalia mambo ya university, kabla sisi kuchukua serikali kulikuwa na HELB, Higher Education Loans Board. It was working. Watoto wote wa university walikuwa wanapata pesa, wanaenda kusoma. Rais akakuja akabadilisha, akapata some advisors hapo, wakamdanganya watu wako hapo wanajiita wataalamu, juzi wamefukuzwa na koti, wakamchanganya akakubali. Akalete a model of a financing model. Watoto wengi wako nyumbani. That is a problem. Na hiyo ndio shida iko. Na iko Kenya kila pahali, hata wa college ndio shida iko. So asante sana kwa kujibu haya swali, kwa sababu tunaona muda unakimbia. Kuna jambo ambalo tungependa kurudia, kwa sababu ni vizuri kweli tuongelea Wakalenjin, na issue ambayo tunaongelea ni mambo ya jamii ya Kalenjin. Kuna mambo ambayo wenzangu wamekuuliza, mambo ya Kiambaa, haya mambo ya 227, na umeajibu vizuri, lakini kuna jambo ambao bado watu wengi wanauliza kwamba mambo ya Nandi Killer Squad. Unajua ukiprofile community kwamba kuna watu Nandi Killer Squad ama that tribe, you are profiling them kwamba ni wauaji, ni watu ambao ni wajijusi, watu ambao wanaua watu. Na ukisema hivyo ni kana kwamba unasema kwamba wale watu wa Kiambaa, watu ambao walifanya jambo ni jamii ya Kalenjin. Je, mheshimiwa, una regret kutumia hilo neno kwamba ulitumia Nandi Killer Squad? Mimi nasema tukitaka ukweli ijulikane, hiyo watu wakamatwa wapelekwe kotini. Majina yao ikisomwa itajulikana ni akina nani. Wasira kutumia Nandi Killer Squad. Nimesema that is what I said. Mimi nasema nimefanya uchunguzi wangu.
mimi niko na watu wengi wananiambia ile naendelea. Hao maofisa 12 ambao walituvamia. Wasirai kusema nani, ungesema maofisa kwa sababu kila mtu anabeba mzigo wake. Kuna yule mwenye kuua hiyo squad ndio mwenye hiyo squad. Wasirai ndio nauliza mheshimiwa, Wasirai kutumia Nandi kila stuko na ungetumia commission ya Waki inaitwa Waki Commission. Ndio? Sio ati hiyo commission yote watu walikuwa ndani wanaitwa Waki Commission. So mwenye hiyo squad ndio nilisema. Waki ni jina moja. Lakini nasema Nandi is a community. Hiyo mwenye hiyo squad ndio nilisema. Na anajulikana na anajijua. Mheshimiwa, acha nikuulize swali kuhusiana na ujenzi wa barabara ama upanuzi wa barabara ya Rironi Mau Summit. Umenukuliwa mara mingi ukisema kwamba kuna kazi inaendelea kwa hiyo barabara hata haijaanza, kuna kazi inaendelea kwa hiyo barabara. Bado unashikilia hiyo msimamo kwamba hadi hivi sasa kuna kazi inaendelea kwa hiyo barabara ya Rironi Mau Summit? Unajua mimi napinga mambo ya ufisadi. Hiyo barabara ilikuwa imekamilika na imepangwa na Rais Uhuru Kenyatta na serikali ya Jubilee at 150 billion. Hiyo contract imekuwa cancelled, imeongezwa imekuwa 200 billion. 50 billion ya wizi. Hiyo ndio shida yangu. Na imesema by next year itakuwa imekamilika. Hiyo ni uongo. Hii barabara imekuwa hapa Keno Marua na inaendelea usiku na mchana. Hilo mimi napitia nikienda nyumbani. Imeendelea for 6 years. Kuambia sisi ati hiyo barabara itajengwa by next year, unajua ni maneno ya kuhadaa watu, na mimi mambo ya uongo sitaki. Hakuna, haijajengwa hata 1 kilometer. Sasa kama 1 kilometer in 4 months haijajengwa, hizo kilomita yote kufika Mau Summit itajengwa. Tena shida yangu ilikuwa why was the contract ya Wafaransa imekuwa cancelled, imeletwa ya Wachina, imeongezwa 50 billion na ilikuwa pale imekuwa sign. Kwanza hao wamelipwa 7 billion breach of contract. Hiyo ni pesa ya umma. 7 billion ingejenga hizi barabara zote ziko Bomet zimekwama. Kwa nini tunapoteza 7 billion to cancel contract ya Wafaransa ndio tuweke ya Wachina ndio watu wapate commission? Hiyo ndio shida yangu. Tangu tuanze mazungumzo yetu umesema kwamba wewe unatetea ama unataka kutetea jamii ya Kalenjin. Ulipokuwa Narok hivi karibuni ukazungumza kwamba Rais William Ruto anapanga kuwa compensate watu wa jamii yake. Na ukasema kwamba wale watu walitolewa Mau. Inamaanisha kwamba kama kuna watu wa jamii ya Kalenjin kule Narok ambao walitolewa Mau hawafai kupewa compensation? Mimi sikusema, nilisema